Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mtumishi Daudi ama ukipenda rungu la Bwana. Leo nimekuja na mwendelezo wa somo ambalo tayari tumekwisha kulianza. Somo linalosema kusimamia kila ambacho unakiamini. Na tumeshajua mambo mengi. Sasa leo ni kuangalia faida za utakazozipata wewe ambao unayemtumikia Mungu wa kweli. Na tuliangalia faida mojawapo kwenye kitabu cha Zaburi, tukapata kwamba Mungu hutuma malaika kuwazunguka wote wamchao. Kwa hiyo wewe ambaye unamtumikia Mungu wa kweli, utakuwa yuko salama, kwa maana utakuwa Mungu amekuagizia malaika ambao watakuwa wakikuzunguka. Kwa hiyo leo tunakwenda kuendelea na faida ambazo unazipata wewe ambaye unamtumikia Mungu kutokana na kuamini Mungu wa kweli. Tutakwenda kwenye kitabu cha Hesabu 23 mstari 19. Inasema hivi: Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema atalitenda, iwapo amenena atalifikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaangalia faida nyingine mojawapo. Mungu yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Kwa hiyo Mungu wa kweli ni Mungu ambaye asemi uongo. Kwa hiyo ukimwamini na kumtegemea huyu Mungu wa kweli, jua kwamba kuna siku atawahi kuahidi kitu ambacho hautakaa utimiziwe kamwe. Chochote ambacho atakuahidi atakutimizia, kwa sababu yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Na hata akikuahidi na akikupea, haitokaa siku moja jutia kwamba kwa nini nilimpea mtu huyu kitu fulani, ili mradi tu wewe unamwamini basi. Tofauti na miungu mingine, kama tukiangalia mfano miungu wa Baali ambao watumishi wake ama makuhani wake walipomuomba kipindi cha Elia kuhusu moto ushuke, moto haukushuka. Lakini Mungu wa Elia ambaye ni Mungu wa kweli, alipomuomba Mungu na Mungu akamjibu na akashusha moto, kwa maana yeye si mwanadamu hata aseme uongo, na akiahidi lazima atatimiza. Kwa hiyo sifa nyingine ambayo na muhimu ambayo utaipata wewe ambaye unamtumikia Mungu wa kweli, hautokaa ujutie, hautokaa upewe ahadi ambayo itakaa itimie. Mungu akikuahidi ni lazima utatendewa kulingana jinsi alivyokuahidi. Kitabu pia cha Yakobo 1:17, tazama tunaangalia ni faida ambazo tutazipata wewe ambao unamtumikia Mungu. Kitabu cha Yakobo 1:17 inasema hivi, tunasoma kama ilivyoandikwa katika jina la Yesu Kristo: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, kushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nyingine ya sifa tumezipata kwamba yeye si Mungu kubadilika. Kwa hiyo ukikuwa kwake ni Mungu yule ambaye ni yule leo, jana na hata milele. Abadiliki, azeeki, achoki wala azimii. Kwa hiyo hiyo ni faida ambayo utaipata wewe ambaye unamtumikia Mungu, ukijua kwamba Mungu wako hatakaa kuangusha kamwe, hatakaa kubadilike aseme ya kwamba leo nilikuahidi hivi sasa nimairisha. Yeye akikuahidi tu lazima atimize, kwa maana yeye kwake hakuna majuto wala kivuli cha kugeuka kwake hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni faida ambayo utaipata wewe ambaye unamtumikia Mungu wa kweli. Sasa hizo ndizo faida ambazo utazipata, na ila tutakwenda kuangalia pia jambo jingine ambalo wewe ambaye huenda labda kawa sasa ni mchanga au mwanzilishi ambaye umeamua kumfuata sasa Mungu wa kweli. Kuna changamoto ambazo utakumbana nazo. Sasa ningependa nikutoe ishara kwenye hizo changamoto. Nitapaswa nataka sana nikujenge ili utakapokumbana na hizo changamoto ujue namna gani ya kukabiliana na hizo changamoto. Kwa maana kwa Yesu tunaambiwa kwa Mungu kila kitu ni salama nini, lakini kuna baadhi ya changamoto usipozielewa, na wakati wewe ni mchanga kiroho ama haujamjua huyu Mungu wa kweli vizuri, unaweza kupata shida pale. Ndipo sasa nataka sasa tuingie kwenye somo ili nikuandae vizuri ili uweze kujua. Kumbuka, baada ya somo hili nitakuja na somo lingine linalosema changamoto ama matatizo wanayokumbana nayo wachanga kiroho. Kwa maana wachanga kiroho kuna baadhi ya matatizo wanayokumbana nayo. Kwa hiyo wasipokuwa makini huwa wanarudi nyuma na wanaanguka kabisa. Lakini wakielewa vizuri ama wakipata mwalimu mzuri atakayewafunza,
huwa wanasimama kulingana hizo changamoto ambazo wanakumbana nazo kiroho. Na hiyo ndio sasa nataka nikuwekee msingi kwa huyo ambaye utakayeamua kumtumikia Mungu wa kweli, huyo ambaye nimekuja kutangazia kwake kuona faida zake. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kukumbana navyo. Kwa hiyo usipovielewa vizuri unaweza tena kurudi nyuma. Kwa hiyo ndipo nataka nikuweke sawa kwenye haya mambo. Kwenye kitabu cha Zaburi, tutaanza kwenye kitabu cha Zaburi. Tutasoma kwenye kitabu cha Zaburi sura 46 mstari wa kwanza. Inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapo upepesuka milima kwa kiburi chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio nataka nikwambie ndugu mpendwa, kwamba kwenye kumtumaini Mungu au kumtumikia Mungu wa kweli, kuna changamoto moja ama nyingine ambazo watu wanakumbana nazo, kwa sababu kwenye safari ya kumtumikia Mungu wa kweli si rahisi. Kuna mambo mengi na changamoto za hapa, lakini jambo ambalo amekuhakikishia kwamba ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti usiogope chochote. Yaani mambo ambayo utakayokutana nayo yasikuvunje moyo ama yasikufanye mwache Mungu, kwa maana yeye ndiye kimbilio na msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo ndio hayo ambayo ningependa nikuhimize kwenye kumtumikia Mungu. Kuna changamoto nyingi, kuna vikwazo ambavyo utakutana navyo tofauti na vilivyokuwa navyo mbeleni. Inaweza kufikia hatua ukasema kwamba mbona kabla sijamtumikia Mungu wa kweli maisha yalikuwa vizuri, lakini nilipoamua kumjua Mungu wa kweli mbona tena nimeanza kuona changamoto nyingi. Hizo ndio changamoto ambazo mmoja wapo nilikwambia, kwa sababu hapa maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo kwenye kumtumikia Mungu wa kweli kuna mateso, lakini amekuhakikisha kwamba yeye atakuwa kwako kama msaada. Na kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Hiyo kuna bahari, kuna milima, kuna kupanda na kushuka mabonde. Hizo zote ni changamoto tu ambazo zinataka zikurudishe nyuma kutokumtumikia Mungu wa kweli, lakini anakuhakikisha kwamba hizo zote usivunjike moyo kwa hizo, bali tu ukimtegemea na ukimwamini na kumtumikia, simama katika hali na kweli, anahakikisha kwamba hatakuachilia. Kwa hiyo jukumu lako, muamue ni Mungu yupi ambaye utakayemtumikia, Mungu yupi ambaye wewe mwenyewe unamuona kwamba huyu ndiye anafaa. Tayari nimeshamaliza jukumu langu, kwa maana nimeshakuonesha Mungu wa kweli ni yupi kwa sifa zake. Na jukumu lako kuamua, kama vile Joshua alivyosema hivi leo, chagueni Mungu gani tutakayemtumikia. Elia na Mungu wa Baali akasema kwamba yule atakayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu ambaye tunafaa sote tumwamini. Sasa ni jukumu lako ndugu mpendwa. Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi ndiye Mungu wa kweli. Usisikilize sanamu ambazo haziongei, zina masikio lakini hazisikii, zina macho lakini hazioni, zina midomo lakini haziongei. Lakini tunaye Mungu ambaye anaongea, Mungu ambaye anazungumza, anajibu, anatenda. Huyo ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo nakutakia siku njema na amani, na ukisikia somo hili usisahau kushare kwa watu wengine ili nao pia liwaguse na liwasaidie. Tukutane kwa somo lingine ambalo ni kwa kuanza hivi karibuni, somo ambalo linasema changamoto zinazokuwa nazo kumbana nazo wachanga kiroho, ama matatizo ambayo wanakutana nayo wachanga kiroho. Kwa sababu somo hili huenda kwa namna moja ama nyingine, kuna wengine ambao watatamani sasa kumfuata Mungu wa kweli, kwa sababu sasa yule ambaye ataamua kufuata Mungu wa kweli kuna changamoto ambazo anaweza kukutana nazo. Sasa akisikiliza somo hilo ambalo linasema changamoto ama matatizo wanayokumbana nayo wachanga kiroho, itamsaidia, itamjenga kwenye hatua hii ya wokovu wa kumjua Mungu wa kweli atakapoanza. Kumbuka ulikuwa nami mtumishi Daudi, ama ukipenda Rungu la Bwana. Bye bye, see you again.